Karibuni sana kwenye chaneli yetu ya Hadora Education. Natumaini wote mna afya njema. Kama afya yako ni dhaifu, basi Mwenyezi Mungu akusaidie uweze kupona na urudi katika hali yako ya kawaida. Leo tutaenda kujifunza makosa 7 yanayowafanya vijana wabaki maskini hata wanapopata pesa. Financial mistakes that keep a young people poor. Vijana wengi wana ndoto kubwa za maisha mazuri, lakini ukweli ni kwamba wengi wao wanajikuta wakipambana kifedha kwa muda mrefu. Mara nyingi tatizo si ukosefu wa pesa tu, bali ni makosa ya kifedha wanayofanya bila kujua. Kama kijana utaelewa makosa haya mapema, utaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako ya kifedha. Kosa la kwanza, living without a financial plan. Kuishi bila mpango wa fedha. Watu wengi wanaishi tu siku kwa siku bila kuwa na mpango wa fedha. Wanapata pesa na kuitumia bila kujiuliza, nitaweka akiba kiasi gani? Nitawekeza wapi? Pesa hii itanisaidia vipi baada ya miaka kadhaa? Ukweli ni huu, maisha yasiyo na mpango wa fedha mara nyingi huishia kwenye matatizo ya fedha. A goal without a plan is just a wish. Lengo lisilo na mpango ni ndoto tu. Kosa la pili, spending everything you earn. Kutumia pesa zote unazopata. Hili ni kosa linalowakwamisha vijana wengi. Wanapata pesa, wanatumia kila kitu. Hawana akiba, hawafikirii uwekezaji. Lakini watu wanaofanikiwa kifedha hufuata kanuni moja muhimu. Pay yourself first. Jilipe kwanza kabla ya kutumia pesa zako. Hii ina maana weka akiba au uwekezaji kabla ya matumizi. Kosa la tatu, chasing quick money. Kukimbilia pesa za haraka. Vijana wengi wanapenda sana pesa za haraka. Ndiyo maana matapeli wengi huwalenga vijana kwa kuahidi faida kubwa sana, utajiri wa haraka, pesa bila kazi. Lakini ukweli ni huu, quick money often disappears quickly. Pesa za haraka mara nyingi hupotea haraka. Utajiri wa kweli hujengwa polepole kwa nidhamu na uvumilivu. Kosa la 4, ignoring investment opportunities. Kupuuza fursa za uwekezaji. Watu wengi wanadhani uwekezaji ni kwa matajiri tu, lakini ukweli ni kwamba uwekezaji huanza hata kwa kidogo kupitia sehemu rasmi kama UTT AMIS, yani mifuko ya uwekezaji, Dar es Salaam Stock Exchange, soko la hisa, yani hisa kiganjani, inayopatikana kwenye simu. Hata ukiwekeza kidogo kidogo kwa muda mrefu, inaweza kuleta matokeo makubwa. Kosa la 5, fear of starting small. Kuogopa kuanza kidogo. Vijana wengi wanangoja mtaji mkubwa, nafasi kubwa, mazingira mazuri, ndiyo maana hawaanzi kabisa. Lakini ukweli ni huu, great things grow from small beginning. Mambo makubwa huanza kwa mwanzo mdogo. Biashara nyingi kubwa duniani zilianza kwa mtaji mdogo sana. Kosa la 6, lack of financial education. Kukosa elimu ya fedha. Shuleni tunafundishwa masomo mengi, lakini mara nyingi hatufundishwi jinsi ya kusimamia fedha. Ndiyo maana watu wengi wanapata pesa, lakini hawezi kuisimamia. Kwa sababu hiyo ni muhimu kujifunza biashara, kujifunza uwekezaji, kujifunza usimamizi wa fedha. Financial education is a financial freedom. Elimu ya fedha
ndio msingi wa uhuru wa kifedha. Kosa la 7, trying to impress people, kutumia pesa kuwafurahisha watu. Hili ni kosa kubwa sana kwa vijana. Wengine hutumia pesa nyingi kwa nguo za gharama, simu za bei kubwa, maisha ya kuonekana tajiri. Lakini ukweli ni huu: watu wengi hutumia pesa ambazo hawana ili kuwafurahisha watu ambao hawajali. Ukifanya hivi, utaishia kuwa na muonekano wa utajiri, lakini si utajiri wa ukweli. Hitimisho: kijana mwenye hekima anajifunza kutoka kwenye makosa ya wengine. Ukiepuka makosa haya 7, utaanza kuweka akiba, utaanza kuwekeza, utaanza kujenga mfumo wa kipato, na hapo ndipo safari ya uhuru wa kifedha inaanza. Hatima yako ya kifedha inajengwa na unachofanya leo, si kesho. Swali: kama utaendelea kufanya makosa yale yale ya kifedha kila siku, maisha yako ya kifedha yatabadilika lini? Imani yako na juhudi zako ndizo zitakazobadili ulimwengu. Karibuni sana Hadora Education. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare kwa wengine ili tujifunze pamoja.